Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa dawati hilo kutoka Jeshi la Polisi mkoani Mbeya, ASP Veronica Ponela, wakati akizungumza na Hope Channel Tanzania ofisini kwake, ambapo amesema bado kuna dhana potofu ya kuwa dawati hilo ni kwa ajili ya watoto na wanawake pekee. Upande wa wanaume wanaona kwamba nikienda labda dawati la jinsia au nikienda kituo cha polisi au nikienda sehemu yote kutoa malalamiko yangu, labda nafanywa ukatili na mke wangu. Wengi sana wanaona aibu, wanaona kwamba jamii itawaona kwamba labda yani wanajidhalilisha, lakini kumbe sivyo. Lakini sisi dawati la jinsia na watoto tunapokea watu wote, tunapokea wanawake, tunapokea watoto, tunapokea wanaume. Kwa mfano mimi hapa ofisini kwangu naweza nikasema kwa mwaka huu kwa ofisini hapa nimepokea kesi 2 tu za wanaume ambao wamekuja kuleta malalamiko. Kwanza niliwasifu sana. Wameleta malalamiko, nimewasikiliza, tumesolve vizuri na walinipigia simu kunishukuru kwamba sasa hizi ndoa inaendelea vizuri. Lakini huyo mwanaume naye alikuwa anafanyia ukatili na mke wake. Mke wake alikuwa akitoka nyumbani anamblock mume wake. Akishamblock hampati mpaka atakaporudi tena nyumbani ndio anampata kwenye simu. Kwa hiyo ni ukatili. Kwa nini unamblock mume wako? Pili, akatoa malalamiko. Akasema yeye nyumbani ananyimwa nyumba na zaidi ya miezi 4 amevumilia. Sasa ameona kwamba yani anakoelekea siku, akasema mimi sitaki kutenda dhambi. Kwa upande wake Betuna Mamboneka, mwanasaikolojia kutoka hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya, amesema ni kawaida kwa binadamu kupitia changamoto mbalimbali za maisha, hasa ndani ya ndoa, ambazo kama hazitapewa usaidizi mapema zinaweza kumtoa mtu kwenye mstari wa maisha ya kawaida. Kuna namna ambavyo Mungu ametuumba. Sasa tunasema kubadilika vile ulivyo ni kujipoteza. Tukiongelea kujipoteza ni kwamba unakuwa sio wewe tena. Mtu anakuambia mimi mke wangu ninavyomuoa kuaga hivi. Yaani mume wangu yule nilokuwa namfahamu sio huyu. Tunapata hizi kauli mtaani. Maana yake yule mtu amefanyaje? Amejipoteza. Sasa ukishaanza kusikia hizo kauli hata kama ni moja, anza kuifanyia kazi. Kwamba okay, nilikuwa nasali sana zamani. Kwa hiyo sasa hivi zamani nilikuweje? Then unachukua hatua. Okay, nilikuwa smart sana. Sasa hizi kwa hiyo sipo smart, anza kuanza zamani ulikuweje, chukua hatua katika uvaaji. Kwa hiyo tunasema kwenye haya maisha psychological huaga tunajipoteza, na tukijipoteza tunapoteza maana. Kwa hiyo kama kuna kitu ulikuwa nacho kilikuwa kinakupa fursa na sasa hivi hauna, itimisi hakitakupa fursa. Regardless unapitia changamoto gani, regardless umepata mabadiliko gani kwenye maisha yako, usikubali kujipoteza. Wito huo unakuja wakati ambapo visa vya migogoro ya kifamilia na afya ya akili vinaendelea kushika kasi, huku wataalamu wakihimiza jamii kujenga utamaduni wa kutafuta msaada mapema. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.